Hali gani mtazamaji, na karibu katika habari zetu za BKT. Na tulokuandalia hii leo ni pamoja na matayarisho ya kung'aa mwaka wa 2025, wazazi watarajiwa kufika shuleni hii leo, hadithi ya BKT, michezo, methali ya siku na mengineyo. Lakini mtazamaji, hayo yote ni baadaye. Kwanza tuweze kupata hadithi ya BKT. Karibu mtazamaji. Hadithi ya BKT. Je, umewahi kusikia kuhusu kijiji cha Dalikumbe? Haya basi, kijiji hiki hupatikana jangwani nchini Mauritania. Jambo la kutamausha kuhusu kijiji cha Dalikumbe ni kuwa watu wote waishio hapa ni vipofu. Kulingana nao, miaka 300 iliyopita mwanamke mmoja alitokewa na kiumbe wa ajabu ndotoni asiyekuwa na jinsia na kumwambia kuwa angepata mwana kipofu na kizazi chake chote kingekuwa cha vipofu. Wanadalikumbe ni watu wachapakazi sana na walio na bidii za mchwa. Wao hupanda mtama kama chakula chao na pia kama njia ya kujitafutia riziki. Wao huishi kwenye nyumba za udongo zenye paa za nyasi ziitwao tembe. Watu hawa hupendana sana na huishi kindugu. Wao huwa na masomo ya dini ya Kiislamu ambayo hugawanishwa hivi: masomo ya watoto wachanga, masomo ya wanarika na masomo ya watu wazima. Wanaofuzu katika masomo haya hufunza wengine na kuenda katika mataifa mbalimbali kuhubiri. Najua una maswali kwa kuwa vile wote ni vipofu, wanawezaje kuzua hisia za kimapenzi? Jibu lao ni rahisi. Tabia za kiutu kama vile upendo, uaminifu na uchapakazi huchangia hisia za kimapenzi. Kulingana na wanasayansi, tatizo la kijenetiki ndilo limechangia upofu huu, lakini kunayo maswali hawajajibu. Kwanza, asili ya upofu huu ni nini? Yaani, kama miaka 300 iliyopita walikuwa na uwezo wa kuona, inawezekanaje ghafla vizazi kadhaa vikawa na upofu? Pili, wanaweza kutibiwa na kupona? Watu hawa wametengwa na nchi hii na huishi peke yao jangwani. Hata hivyo, katika mji wa Yemen, nchi ya Syria, kunacho kijiji kiitwao Kashab. Tofauti na nchi ya Mauritania, nchi ya Syria imewajengea vipofu hawa kijiji chao ambapo familia zenye angalau vipofu wawili zinaishi. Cha kushangaza ni kuwa vipofu hawa huwa na uwezo wa kuona usiku, lakini hawawezi kuona mchana. Kulingana na Daktari Hussein Kamil ambaye tulimhoji, tatizo hili huitwa kondystrophy na halina tiba wala haliwezi kupona. Nchi ya Syria imewajengea barabara spesheli, soko na mashamba katika kijiji chao ili kurahisisha mambo. Na baada ya hadithi yetu, sisi wana BKT tunakukumbusha kwamba ni heri kuwa na upofu wa macho kuliko upofu wa akili. Yaani, kama vipofu wa macho wanaweza kujitegemea, ni jambo lenye hasara kuwa na uwezo wa kuona lakini kukosa kutumia akili, yaani upofu wa akili. Kulingana na kronomita yangu ya mkononi ni saa 7 na dakika 2. Ningependa kuchukua fursa kidogo ya kupumzika.